zote mpaka nyuma. Msitoke chini karibu. Rudi nyuma bwana. Kwa hivi sasa. Viongozi wetu wa serikalini, wawakilishi, wabunge, mawaziri pamoja na rais, mtoe ushirikiano wenu kwa wananchi wenu kurudisha Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Kila siku madada sasa twasema tutaki, kila siku kunyanyaswa sasa twasema tutaki. Kila siku kunyanyaswa sasa twasema tutaki, kila siku kunyanyaswa sasa twasema tutaki. Tupige picha. Kila siku kunyanyaswa sasa twasema tutaki, kila siku kunyanyaswa sasa twasema tutaki. Haya. Nyuma nyuma. Stari. Mbele mbele na nyuma. Zanzibar! Haya, mikono. Ameni na Zanzibar! Pigeni makofi kwa habari za Zanzibar! Mheshimiwa Dani ya Kunchako hapa kwa pele rasmi. Mheshimiwa Mapemba wako Mungu ameleta feki, wenyewe tushapata. Leo Zanzibar tumefurahika sana. Mungu ameleta feki, wenyewe tushapata. Zanzibar mpya, dira yetu mpya, mambo yetu mapya, matumaini mapya. Zanzibar mpya, dira yetu mpya, mambo yetu mapya. kwanza nataka kumpigie makofi bwana Mheshimiwa Talib jinsi alivyowakilisha ujumbe wa Zanzibar. Makofi. Kuna mtu mmoja anaambia hakuna haja ya kumaza yetu, keshamaliza kazi yote Talib, lakini bado na siasa na kazi yao. Subirini. Kuna tangazo moja dogo, kuna gari zeni 10 wananchi mkekaa kitako sasa mpate kufaidi mambo yaliyobakia. Mheshimiwa rasmi, sasa zamu ya risala Amer Suk kutoka Lujuu. Mgeni rasmi, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali, vyama vya siasa na jumuiya za kiraia, waheshimiwa wa Zanzibar nyote mlohudhuria katika mkutano huu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Wazanzibari,
Wazanzibari! Zanzibar! Zanzibar! Awali ya yote haya hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu Allah wa Jalla, muumba mbingu na ardhi, akawaumba watu wa mataifa na makabila mbalimbali ili wapate kujuana, na sisi akatujalia Zanzibar kuwa ndio taifa letu na Uzanzibari ndio utaifa wetu. Mwenyezi Mungu mwenye sifa hii ndiye aliyetuwezesha uhai na uzima hadi leo hii tukaweza kufika hapa katika viwanja vya Kibandamaiti kwa minajili ya kuja kushuhudia na kuadhimisha tukio hili la kihistoria linalofungua ukurasa mpya Zanzibar yetu tunayoipenda. Aidha, hatuna budi kutoa shukrani zetu nyingi na za dhati kabisa kwenu nyinyi viongozi wetu wapendwa wa Zanzibar ambao leo hii mmeweza kuhudhuria katika shughuli hii yenye umuhimu mkubwa. Tunatambua wapo na wengine ambao leo hii hawakubahatika kuhudhuria hapa, na lakini roho na nyoyo zao ziko pamoja nasi. Lakini pia shukrani za kipekee ziwaendee viongozi na wananchi wote wazalendo wa Zanzibar ambao mmekuwa mstari wa mbele kutuongoza katika kuirejesha kupata Zanzibar yenye hadhi na heshima kama tulivyokuwa huko nyuma. Hekima, busara na nia zetu safi na za dhati kabisa katika kuhakikisha Zanzibar inaondokana na ukandamizwaji na uonevu wa aina zote zile ambazo zimedumu tokea kuasisiwa kwa muungano huu miaka 49 iliyopita. Zimefufua matumaini mapya miongoni mwa Zanzibari. Juhudi zetu zimetuwezesha sisi wananchi wa Unguja na Pemba kuweza kuingia katika mchakato wa mabadiliko ya katiba tukiwa tunajua nini tunachokitaka, na Mwenyezi Mungu akatupa nguvu tukaweza kukisema bila kumung'unya maneno mchana kweupe na kila mtu akatusikia. Vile vile tutakuwa hatukuwatendea haki iwapo hatukuwashukuru sana na kuwathamini kazi yenu nzito na yenye mafanikio makubwa wale wote walioshiriki katika maandalizi ya mkutano huu. Bila shaka yoyote ile, kazi mlioifanya ni ya kupigiwa mfano na sote leo ni mashahidi wa hilo. Shughuli ni watu na bila shaka watu wapo. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wananchi wa Zanzibar wa mikoa mitano ya Zanzibar leo tuna furaha isiyokuwa na kifani baada ya kuona wananchi wa Zanzibar tumeshikamana na tupo kitu kimoja katika kutetea maslahi ya nchi yetu. Tunaamini kwamba Zanzibar ndiyo kwetu, hatuna kwengine katu. Hivyo basi, iwapo hatutajitolea wenyewe kuitetea haki na mustakbala mwema wa nchi hii, hakuna mwengine yoyote atakaye tutetea.
Kwa maana hiyo, tuna imani kubwa na tunawaunga mkono wenzetu wote wazalendo wa nchi hii ambao bila ya woga wamekuwa mstari wa mbele kutuongoza, na wao wenyewe wakiwa manahodha wa jahazi hili linaloelekea kwenye bandari ya mamlaka kamili ya kujiamulia mambo yetu wenyewe, iwe kitaifa au kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wazalendo hao wa Zanzibar wameweka pembeni tofauti zao na aina yoyote ile ambazo kwa miongo mingi imetumiwa na wale wasiotutakia mema Zanzibar kutugawa na wao kupata kujijengea mazingira mazuri ya kutugombanisha na kututawala na hatimaye kuifisidi Zanzibar. Leo hii wananchi wa Zanzibar wameamua kukataa kugawanywa na kuzima mbinu na njama za aina yoyote ile zenye nia ya kutuparaganya Wazanzibari. Letu hivi sasa ni moja tu, ambalo ni mamlaka kamili. Miongoni mwa viongozi wetu ambao tunathamini sana mchango wao na kazi yao nzuri katika harakati zetu za kuelekea kwenye mamlaka kamili ni wajumbe wa kamati ya maridhiano ya Zanzibar, wakiongozwa na mzee wetu shupavu kabisa. Huyo si mwingine bali ni mzee Hassan Nasor Moyo. Kamati hiyo imetoa mchango mkubwa tokea kuleta maridhiano ya kisiasa na kuiondoa Zanzibar katika dimbwi la chuki na hasama mnamo mwaka 2009, maridhiano ambayo leo hii yametufanya tujitambue, tuwe wamoja, wenye nguvu na sauti moja katika kupigania maslahi ya nchi yetu na vizazi vyetu. Kamati hiyo chini ya mzee wetu Moyo imekuwa mstari wa mbele kutuongoza katika kuhakikisha katiba mpya inaleta kile ambacho Wazanzibari kwa miaka mingi tumekuwa tukikililia. Katika kuthibitisha hayo, kamati hiyo tayari imeandaa mwongozo na kuchambua kwa kina mambo yepi ambayo Zanzibar inapaswa kujitegemea wenyewe na kamwe hayapasi kuwa ni ya muungano, kama ambavyo Wazanzibari walio wengi walisema wakati walipokuwa wakitoa maoni yao kwa tume ya mabadiliko ya katiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hivyo hivi sasa ambapo tunaambiwa wakati wowote ule rasmu ya katiba mpya itatolewa, ni matarajio yetu sisi Wazanzibari kuwa tutayaona yakiwa yamo katika rasmu hiyo, ili Zanzibar tuweze kuwa na mamlaka kamili ya kujiamulia mambo yetu wenyewe na kumaliza misuguano isiyokwisha kati yetu na ndugu zetu wa Tanganyika. Hivyo basi, sisi wananchi wa Zanzibar tuliohudhuria hapa leo tunawashuhudisha dunia ya kwamba, la kwanza, sisi wananchi wa Zanzibar tunapenda kukuthibitishieni viongozi wetu kwamba tunaunga mkono msimamo uliotolewa na kamati ya maridhiano kuwa mambo yafuatayo yasiwemo katika mambo ya muungano. Mambo yenyewe ni kama haya yafuatayo.
La kwanza, uwepo wa Zanzibar, kwa maana ya kwamba Zanzibar itambuliwe kama ni jamhuri ya watu wa Zanzibar. La pili, mipaka ya Zanzibar. Tatu, uraia wa Zanzibar. 4, uhamiaji. 5, mambo ya nje. 6, sarafu, benki kuu, mikopo na biashara za nchi za nje, ushuru wa forodha, kodi ya mapato na kodi ya ushirika. Saba, polisi. 8, mafuta na gesi. 9, vyama vya siasa. Kifungu cha pili, Wazanzibari tunaiomba Tume ya Mabadiliko ya Katiba kuheshimu maoni ya wananchi wa Zanzibar. Sisi hatuna jengine tunalotarajia katika katiba mpya zaidi ya mamlaka kamili. Kinyume chake, Wazanzibari tutakataa aina katiba itakayoletwa. Kifungu cha 3, umma huu ni ushahidi wa kutosha juu ya umoja wa mshikamano wa Wazanzibari. Sisi hatuna kinachotugawa, si dini, si rangi, wala si tofauti za kiasa zinazotugawa. Hivyo asitokee mtu kutuletea fitna zozote za kutugawa, na hatuko tayari kugawiwa. Kifungu cha 4, mkusanyiko mkubwa umekaa hapa kwa amani na utulivu. Hivi ndivyo tulivyo Wazanzibari. Tunadai mamlaka kamili kwa njia za amani na kidemokrasia. Wale wanaodhana potofu kama wanaweza kutuletea fujo katika visiwa vyetu ili waweze kututoa katika malengo yetu, tunahakikishia dunia kuwa sisi ni watu wa amani na tunaendelea na madai yetu kwa njia za amani na kidemokrasia. Na hatimaye kuwe na utaratibu maalum unaoeleweka na kukubaliwa na pande zote katika kuendesha mambo ya muungano mdogo wa mkataba. Baada ya kusema haya, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mara nyingine kwenu viongozi nyote, na insha Allah Mwenyezi Mungu atatuwezesha kufika salama katika safari yetu hii ya kuelekea Zanzibar yenye mamlaka kamili, yenye neema na baraka tele. Wazanzibari, Wazanzibari, Zanzibar, Zanzibar. Asanteni sana. Leo Wazanzibari tumefurahika sana. Mungu ameleta heri, wenyewe tushapata. Leo Wazanzibari tumefurahika sana.
kwa spika Zanzibar kwanza, tunaomba kila baba ndosimama, aidha mkeka kitako au mgerudi nyuma, tukawapa nafasi wengine waingie. Tungeomba walokaa mlangoni wakabakisha kina mama wakarudi nyuma wao wakaingia. Leo ndo leo asema maana aelekejiwe. Mheshimiwa rasmi, kabla sijatoa kadi nyingine ya mwaliko, nataka nimpishe Sheikh Mohamed Khamis aje asome dua ya ufunguzi. Njoo tusomee dua tu basi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى إليك وإنه يعز من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kwanza ningeomba mumpigie makofi maalum sana. Leo ni siku ya Zanzibari. Mlimsikia msoma risala na anataka haja yake Zanzibari. Pigeni makofi. Alafu makofi ya pili pigeni shoto letu usome dua maalum, kisha za kubu mambo yote utakwenda kama alivyopangwa kwa uwezo wa Subhana. Sasa nataka niage ni hapa. Wazanzibari! Mimi kaniage wanasema ngoma atakamatao na wacheza maalum hawaiviwete. Nataka nimpishe mkuu wa shughuli hii Dr. Philip Habib ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya maridhiano. Yeye atakuja hapa kukamata patubakia na ataonyesha njia wapi watu waelekee. Lakini la mwisho kabisa nimeambiwa nitoe kadi ya mwisho ya mwaliko. Bwana Talibu wana nyimbo yake ya uzinduzi, mwisho wa shughuli hii atapiga nyimbo nyingine ya pili maalum. Ukimaliza mkutano mkae hapo hapo msubiri kitu maalum, na hizo waruhusu watu wacheze watakavyo leo hapa. Dr. Philip Habib kakamate jukwaa aondeshe mambo yanayobakia. ومن شari. Mheshimiwa mgeni rasmi, makamo wa kwanza wa rais wa Zanzibar Al-Hakir Maalim Seif Sharif Hamad, waheshimiwa nyote wananchi wa Zanzibar, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa mimi naombi moja, mtanikubalia hamtonikubalia? Jumla ya watu ambao washafika hivi sasa
ni 635,000 wapo katika uwanja huu, na maelfu wako nje, hasa kina mama. Tunakuombeni leo hata kwenye tope tukae, tuwape nafasi waingie. Leo pana maneno, leo pana shughuli. Shughuli ni watu na watu ni sisi. Leo tunataka tushughulike leo hapa. Sasa tulosimama tutatoa nafasi. Kuna kina mama kwa wingi wanakuja, hawajapatapo kutoka kwenye majumba na mikongojo yao, leo wamekuja. Wapeni nafasi leo Wazanzibari, wasikilize siku ya Zanzibar, wasikilize sauti ya Zanzibari inasema nini. Mheshimiwa mgeni rasmi, jimbo la Nungwi wamekuja na gari 35, tuwapigieni makofi. Tumbatu wamekuja na gari 16 na mashua 24 ziko Malindi. Matemwe gari 20, tuwapigieni makofi. Mkwajuni kwa Babuduni gari 22, tuwapigieni makofi. Mambo makubwa, Chaani gari 18 zimetoka Chaani leo, Chayani. Donge gari 12, Donge. Kitope ndani Mgambo Kidimni gari 16. Mambo makubwa mara hii. Mambo si hayo, Bumbwini gari 25. Hazisemeki Mheshimiwa mgeni rasmi, haijapata kutokea siku ya leo na haitopata kutokea mpaka pale ambapo dola ya Zanzibar imepashika bendera hapa, na Umoja wa Mataifa wa Zanzibar utawaita tena hapa uwahutubie kama dola yao tayari iko mikononi mwao. La pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu unatangazwa live na Chuchu FM 90.6, inasikika Unguja na Pemba na mikoa takriban 6-7 ya upande wa Tanzania bara. Lakini vile vile kwa utaalamu mkubwa, internet, radio internet live iko hapa. Kwa taarifa tulizozipata hapa, wenzetu wa Zanzibari walikuweko Skandinavia wanatusikia shughuli yetu hii moja kwa moja. Wazanzibari walikuweko Amerika wanasikia, walikuweko Uingereza wanasikia, walikuweko Arabuni wanasikia, na walikuweko Afrika Mashariki wote wanasikia. Lakini walozidi kwa furaha, watu wa Mombasa leo wote wanasikiliza mkutano huu wakishangilia kabisa. Kwa hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wetu huu leo, mkutano huu wa Zanzibari, dunia nzima inasikia na inatuona, na tunaamini yale tulosema na hayo utakayotuambia tutachanganya pamoja, tuchukue ndio iwe dira ya Wazanzibari. Wazanzibari Wazanzibari mikono juu. Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiendelea na ratiba yangu sasa, namleta mwakilishi wa vyuo vikuu vya tahaliso na elimu ya juu, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Bakar Omar, aje atupe salamu, anasemaje na wanavyuo katika harakati hizi za kuleta katiba mpya ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tafadhali njoo usalimie wananchi wa Zanzibar walipokuwa. Zanzibar!
Zanzibar! Zanzibar! Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni makamu wa kwanza wa rais, lakini pia ni katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, mwakilishi wa jimbo la Ole Mheshimiwa Hamad Masud, mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe ambaye pia ni katibu wa kamati ya maridhiano Mheshimiwa Ismail Jusaladu, mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati ya maridhiano Mheshimiwa Edi Riami, waheshimiwa wabunge, wawakilishi wa Zanzibari wote kwa ujumla, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Kama ilivyotangulia kutambulishwa, ni makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vyuo Vikuu na Taasisi za Elimu ya Juu Tanzania nzima. Umoja huu umejumuisha vyuo takriban 250 kutoka Zanzibar na kutoka Tanzania bara. Kwa ujumla tunajumuisha wanafunzi wa elimu ya juu. Umoja huu si sehemu ya chama chochote cha siasa. Naomba nirejee tena. Umoja huu si sehemu ya chama chochote cha siasa. Ni umoja ambao unasimamia maslahi na matakwa ya wanafunzi wa elimu ya juu Tanzania. Kwa hiyo naomba hiyo ifahamike vizuri. Tusije tukasema kwamba TAHLISO imekuwa kafu. TAHLISO si chama chochote cha siasa. Lakini pia tushukuru kupata mwaliko huu kwa sababu imeonekana nafasi ya wasomi na pia imeonekana nafasi ya wanafunzi wa elimu ya juu Tanzania katika mchakato huu ambao tunaendelea nao sasa. Kwa hivyo